na ule utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Mungu asipokuwa na huo. Kwa hivyo kama mtu hayafikia utakatifu hata muona Mungu. Mwenye dhambi hata muona Mungu. Maandiko inasema pamoja na huo utakatifu hapo hakuna yote atakayemuona Mungu pasipokuwa na huo. Kwa hivyo sasa, kulingana na neno la Mungu, lazima kwanza mtu afanyike mwenye haki ndio avuke upande wa Mungu. Ukiangalia katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38, maandiko inasema na mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ukifanyika mwenye haki, Mungu anaweza sema wangu. Lakini kama uyafanyika mwenye haki, Mungu anakuhesabu kama vile amehesabu wanyama na ndege na wandundu walioko katika ulimwengu wake. Lakini ikiwa umefikia haki, Mungu anaweza akasema wangu. Anaweza akasema mwenye haki wangu. Na Mungu anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hivyo kulingana na neno la Mungu, lazima tutafute kikamilifu mpaka tufikie njia ya haki. Na kufikia hiyo njia ya haki, hatuwezi tukamwona Mungu wetu. Wapendo wetu wametuacha tunavaa. Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mkamilifu. Mungu ni mwenye haki. Hata Yesu mwana wake ni mwenye haki. Katika kitabu cha Isaia 53, angalia mstari wa 11, maandiko inasema na huyo mwenye haki wangu kwa hekima yake atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua dhambi za watu wote. Kwa hivyo kulingana na Isaia 53 na mstari wa 11, Yesu ni mwenye haki. Na maandiko inasema kwa hekima yake atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua dhambi zao. Kama uyafikia kiwango cha kuwa mwenye haki, uyavuka upande wa Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu, ndio. Hata ndege ni viumbe vya Mungu. Hata ng'ombe ni viumbe vya Mungu. Hata ndovu, wanyama wa pori, wote ni viumbe vya Mungu. Pasipo kuvuka upande wa Mungu, ufanyike mwenye haki machoni pa Mungu. Ujua ya kwamba wewe haujafika kiwango cha kufanyika mwana, au ya kuwa mrithi wa ufalme wa mbinguni. Biblia inasema tutafute hii haki. Hakuna atakayemuona Mungu asipokuwa na hiyo. Lakini wapendwa, kuna shinda fulani katika dunia. Ndio sote tunajua wenye haki ndio sote tunajua wenye haki ndio watoto wa Mungu. Sote tunajua kwamba tunavaa kuwa wenye haki tungali katika hii dunia kabla hatujaondoka. Shinda ni kwamba kuna haki za aina mbili katika hii dunia. Kulingana na neno la Mungu, kuna haki za aina mbili hapa duniani. Haki hizi ziko na wanadamu, si wanyama. Mnyama hana roho. Mnyama ako na nafsi hai na pia mwili. Lakini mwanadamu wako na roho. Mwanadamu wako na nafsi hai. Mwanadamu wako na mwili. Kwa hivyo
Mungu. Kwa sababu yeye ndiye ataenda mbinguni. Lakini wanyama wakifa hawaendi mahali. Lakini mwanadamu akifa, maandiko inasema wakati vumbi